Karibu katika mfumo wetu wa Ink School Management System. Katika hii video nitaonyesha ripoti mbalimbali za kifedha zinazoweza kuzalishwa na mfumo wetu. Kwa sababu tayari tulifanya video ambayo tulionyesha namna ya create invoice, tukaona namna ya kuposti receipts kwa maana ya malipo yaliyofanywa na wanafunzi, na tukaona pia namna ya kutengeneza budget, na tukaona namna ya kufanya na kurekodi matumizi. Katika video hii nitaonyesha namna ya kuangalia ripoti mbalimbali katika mfumo wetu. Ukija hapa kuna button imeandikwa financial reports, na hapa kuna student reports. Hii inadili na makusanyo ya wanafunzi yaliyofanyika. Unaweza ukachagua tarehe, let's say mfano tarehe 31 mpaka let's say tarehe 30 ya ukapata hapa report, na hii ni report ya makusanyo ambayo tulisema, na hapa report inaonyesha ni shilingi 800,000. Lakini mbali na hiyo report pia unaweza ukaja na kwa report nyingine inaitwa title reports. Kama utakuwa una title mbalimbali za invoice zako kama vile labda transport, school fee, unaweza ukawa unaziangalia report zake individual. Kwa hiyo unaweza ukachagua hapa let's say tarehe hii mpaka tarehe 30 hapa, ukachagua hapa. Mimi nina title moja tu ambayo ilikuwa ni school fee. Kwa hiyo kama ningekuwa na transport zingeweza kujilist hapa na ungeweza kuchagua na ungeweza kupata report kama ambavyo hii inavyoonekana hapa. Lakini pia unaweza ukatafuta report class wise, ukajua darasa lipi limechangia nini kwa title gani au kwa general. Kwa hiyo hapa naweza nikachagua tarehe, naweza nikachagua tarehe 31 mwezi wa 8 mpaka tarehe 30 huu mwezi wa 9. Then nikasema nataka kuangalia form 1 au nataka kuangalia form 2 au darasa lolote ile ambalo utakuwa umeliweka hapo, basi utaweza kupata hiyo report ya makusanyo ya darasa husika. Lakini pia unaweza ukapata class title, ni kwamba unachagua darasa na unachagua title fulani. Nataka kujua tu labda school fee kwa form 1 ni kiasi gani. Kwa hiyo utakuja katika hii page, utakliki hapa tarehe, utakliki hapa basi mpaka tarehe fulani, utaselect darasa let's say form 1, utachagua hii title na utaweza kupata report kama hii ambavyo inaonekana hapa. Lakini pia unaweza ukapata general income. General income report ni zile report ambazo zinatokana na mapato mengine yasiyokuwa mapato ya wanafunzi, kwa maana yanatokana na ada za wanafunzi au michango mbalimbali ya wanafunzi. Inawezekana duka shule ikawa na duka au mradi mwingine wote ambao unaingiza mapato, pia inaweza karekodiwa katika mfumo wetu na unaweza kaangalia ripoti zake kwa ujumla. Lakini pia unaweza ukaangalia expense report kwa kukliki hapa general reports. Unaweza ukapata ripoti ya matumizi. Mfano hapa nikakliki tarehe 31 mwezi wa 8 mpaka tarehe 30, nikasema get report, utaweza ukapata report hapa. Mfano hapa kuna salary September imeandikwa hiyo hapo, lakini pia kuna stationery ambayo ni voucher number hiyo hapo ilikuwa ni shilingi na total ni hiyo hapo. Kwa hiyo pia naweza nikatumia category reports kwa kuangalia ripoti ya category fulani tu ya expense ambayo nimeifanya. Mfano kwa tarehe paka hiyo nikachagua tarehe na hii, then nikasema chagua labda salary peke yake, then sema get report. Kwa hiyo utapata ripoti hapa kama ambavyo hii inaonekana hapa. Lakini pia mfumo wetu unaweza kugenerate kitu kinachoitwa income statement. Nikiklik hapa income statement ya mwaka husika, nitauandika hapa tu mwaka 2025, then nitasema get report. Kwa hiyo itakuwa imeutengenezea kitu kinachoitwa income statement for the year. Hiyo hapo kama ambavyo inaonekana. Kuna revenue ambayo ni income, ina total ya shilingi 800,000. Lakini pia kuna expenses, na hapa imecategorize. Kuna salary and wages shilingi 400,000, kuna stationery shilingi 100,000, jumla 500,000. Kwa hiyo inaweza kucalculate hapo ukaona kwamba imebaki na surplus au profit ya shilingi 300,000. Lakini mbali na hiyo pia mfumo wetu unaweza kugenerate kitu kinachoitwa cash flow statement. Cash flow statement, ukija hapa unaweza kaingiza 2025, ukaweza ukapata report yake hapa. Utaona kwamba cash flow statement inaonyesha kwamba operating activities
Kuna inflow, students and other collection, tayari tumepata hapa ni 800,000. Outflows ambayo ni matumizi ni shilingi 500,000, kwa hiyo imebaki 300,000. Lakini investing activities, asset purchase, hapa kuna asset ambayo imenunuliwa. Kwa hiyo asset zitakazonunuliwa katika mfumo wetu hapa zitaonekana hapa. Lakini net investing cash flow pia hatuna hapa kwa sababu hatuna activities ambazo tumezifanya za purchase. Na hapa kuna kitu kinachoitwa financing activities, kama una donation au una grants umekuwa received au una loans zilikuwa received pia zitaonekana hapa. Lakini pia kama umefanya loan repayment zitaonekana hapa na zitaweza kureduce kiasi chetu cha income. Lakini pia itaonyesha net cash flow hapa, ambapo hapa imekuja jumla ya shilingi 300,000 kwa sababu ndio ile surplus ambayo imebaki. Then ikitoka hapo kuna kitu kinachoitwa closing balance, sababu ndio hicho ambacho kimebaki, then ikafunga mwaka. Hii ni cash flow statement. Lakini mfumo pia unatupa kitu kinachoitwa cash book report. Cash book report inaonyesha transaction ambazo zimefanyika katika kipindi fulani. Kwa hapa nachagua tarehe fulani mpaka tarehe fulani, then tasema nataka kuangalia transactions zote ambazo zimefanyika ndani ya huu mwaka, then tasema get report. Utaona hapa ya transaction tarehe 30 September kuna student payment, invoice ya kwanza ilipo 500,000 hapo kwa sababu opening balance ilikuwa ni 0. Student payment siku kuna invoice ya kwanza hapo ilipo na kuna invoice ya pili ilipo 300,000. Alafu kuna expense salary September ambayo ni matumizi yamefanyika shilingi 400,000. Kuna expense voucher ambayo ni voucher namba 1 ilikuwa ni 100,000 ambayo ilikuwa ni stationery. Kwa hiyo jumla ikafunga na shilingi 300,000 as closing balance. Lakini pia unaweza kaangalia kitu kinachoitwa balance sheet. Balance sheet kliki hapa 2025 unaweza kupata hii ripoti ambayo inaitwa balance sheet kama ambavyo inaonekana hapa katika mfumo wetu. Hivi ndivyo mfumo wetu unaweza kupata taarifa mbalimbali za kifedha na ukaweza kunufaika nazo kwa kutumia mfumo wetu wa Ink School Management System.